But one time I went to watch a soccer match. Nilienda siku moja kuangalia mchezo wa mpira. Harambee Stars were playing against Burkina Faso. Harambee Stars ama wachezaji wa Kenya wakicheza na wana Burkina Faso. And we were only 60,000 Kenyans in the stadium. Na tulikuwa wana Kenya 60,000 kwenye uwanja. Supporting 11 men. Yes, kushangilia watu wanaume 11. Expecting to win. Tulikuwa na matarajio ya kushinda. First half, wakati wa kwanza ukaisha, Burkina Faso scored. Burkina Faso ikapiga vijana wetu. The stadium was quiet. Uwanja ukanyamaza. Before the first half ended, kabla ya wakati wa pili kuisha, Burkina Faso scored again. Burkina Faso pia wakapiga wana Kenya. Some people walked out of the stadium. Watu wengi wakatoka kwenye uwanja. I knew those were not Kenyans. Nikasema hao si wa Kenya. Second half began. Wakati wa pili ukafika. We scored a goal. Tukafunga bao ya kwanza. I knew there was hope. Na nikajua kuna mtumaini. 10 minutes later, kipindi cha pili dakika 10 kasoro, Burkina Faso scored. Wana Burkina Faso wakapiga bao. A number of people left the stadium. Wakati mwingine pia ikatoka kwenye uwanja. And you can tell those are not Kenyans. Na ninajua hao si wa Kenya. We scored again. Tukafunga tena. 3-2, people were happy. 2-3 watu wakafurahi sana. 85th minute. Dakika ya 85. We scored. Tukafunga. People left the stadium. Wengine wakatoka kwenye uwanja. They said it is 3-3. Na nikasema ni 3-3. A draw is better. Na kutosheleza ni kuzuri. But some of us who feel the pain to watch a soccer match, we never leave until it is over. Wakati mwingine watu waliogarimika kulipa hatungetoka kabla kipindi cha pili kuisha. 90th minute. Dakika ya 90. 3-3. 3-3. People began to whistle. Watu wakaanza kusherehekea. Whistling like the referee. Yes, wakapiga filimbi kama referee. So that to them, kwao, the match should end. Yes, mchezo na uishe. But one thing that fascinated me, lakini kitu moja kilichoniweka pale, when over 20,000 people are whistling, watu zaidi ya 20,000 wakipiga filimbi, the players kept on playing. Yes, wanachezaji waliendelea kucheza. 93rd minute. Dakika ya 93. Kenya scored. Wana Kenya wakafunga bao. Then the match ended. Mchezo ukaisha. We walked away. Tukatoka pale. We caught up with the people who left earlier. Tukakutana na waliotoka awali. They're asking us, why are you celebrating? Mbona mnasherehekea? Because they left when we were 3 goals down. Kwa sababu walitoka wakati tulikuwa tumefungwa 3-2. I said, it's because we won. Tukasema na tumeshinda. He said, how did you win and we left when it was 3-2? Tulitoka mkiwa 3, mmeshindaje? But you know, a person with an experience is never at the mercy of a person with an argument. Unajua aliye na hekima akiwa katika rehema, aliye kuwa na hana hekima hawezi kushanga. Whatever you say, God have mercy on you. One thing that I loved, lakini jambo lilofurahisha, is that the players knew, wachezaji walijua, only one person was blowing the last whistle. Mmoja tu aliyekuwa na filimbi. Not the big numbers. Si watu wengi. It is not how many people are telling you it is over. Si watu wengi wanakuambia imefika mwisho. In this life, determine who blows the last whistle in your life. Katika maisha ni nani aliye na filimbi ya mwisho katika maisha? It is not yet over. Haijafika mwisho. Yes. Amen. You don't have to live your life at the burden of somebody who hates you because of your looks. Huwezi acha maisha yako kwa naye kudharau kwa jinsi unavyokaa. Because there are people who just hate you because of where you sit in church. Kuna watu
wanakuchukia kwa nafasi unayoketi katika kanisa. But those people did not come to church today. Kama watu walisio ambao hawajakuja leo. Those who came love you. Ambao wanakuja walikupenda. Even if they don't tell you they love you. Hata kama hakuwabii wanakupenda. Your silence is making me suspect something. I just said you love one another and you are not saying anything.